Kaka, nashukuru sana, maana nilikuwa nishaanza kukata tamaa. Nimejaribu sana kutafuta kazi, kwenye ile sikulitegemea kabisa. Kitu ambacho unatakiwa kukifahamu ni kwamba unapozaliwa mwanaume utakiwa kukata tamaa. Unachotakiwa kukifanya ni kupambana mpaka tone lako la mwisho. Utakiwa kulegea mwanaume. Mimi nafikiri kazi imepatikana. Kwa sasa hivi unachotakiwa kufanya ni kwenda kufanya kazi. Naelewa sana kaka, ila nilikuwa nataka nifahamu kitu kimoja. Huyu anayeniajiri ni nani? Nafikiri hauna haja ya kuwa na wasiwasi wala mashaka juu ya hilo, kwa sababu yule anaitwa Masala, ni rafiki yangu kitambo sana. Sijaanza kumfahamu leo wala jana. Muda sana nimemfahamu, so ni sehemu salama mpaka mimi nimeamua kukutafutia kazi pale. Naamini ukienda kufanya kazi kila kitu kitaenda sawa. Basi sawa kaka. Ila ni kazi ya aina gani? Ni kazi ya kusimamia tu mazingira, kuhakikisha usalama wa nyumba na vitu ambavyo vipo labda ndani ya fensi yote vinakuwa katika hali ya usalama. Hivyo tu. Kumbe ni rahisi hivyo. Usichukulie rahisi, sio kazi rahisi hiyo. Ni kazi ambayo inahitaji umakini mkubwa sana. Akili, uvumilivu. Yaani wewe kitakachokupeleka pale hakikisha unafanya kazi. Achana na mambo mengine yasiyokuhusu. Nafikiri hilo ukilitilia maanani, kazi yako itaenda vizuri sana. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Let's go. Oh, Mr. Laba. Bali. Salama, inakuwaje? Amani kabisa. Karibu. Asante. Naona leo umeamua kuja kunitembelea. Ya, nimeamua nije kukuona, si unajua tena, lakini pia sijafika peke yangu. Nipo na ndugu yangu hapa. Ndio kijana ambaye ulikuwa unamsemea kwamba una uhitaji wa kupata kijana wa kazi. Aha, ndio wewe kumbe? Ya. Karibu kijana. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Tipex. Okay. Ni ndugu yako? Ndugu wangu wa damu kabisa. Safi sana. Sasa mimi sioni kama kuna haja ya kuendelea kuzungumza hapa nje. Karibu ndani. Kuwa na amani. Karibuni. Asante. Mimi niseme nashukuru sana. Pia nimefurahi.
kwa kuweza kuniletea kijana ambaye nilikuwa namhitaji muda mrefu sana. Kama unavyofahamu shughuli zangu, muda mwingi huwa nakuwa natoka, hivyo usalama unakuwa mdogo sana nyumbani kwangu. Especially nabaki mdada wa kazi hapa ndani. Kwa hiyo akiwepo na huyu wa kiume, basi naamini usalama wetu utakuwa mkubwa sana na kila kitu kitakuwa okay. Asante sana ndugu yangu. Hata usiwaze rafiki yangu, kama nilivyokuambia toka awali kwamba huyo ni ndugu yangu wa damu. Kwa nimemfikisha hapa nikiamini hapa ni eneo ambalo ni salama kwa upande wake. So chochote tu ambacho kitakachojitokeza ambacho utaona umeshindwa kukisolve, unanijulisha tu chapo, tunasogea tunakirekebisha. Lakini kama kitakuwa ni kidogo, unaweza kurekebisha hata mwenyewe. Asante sana ndugu yangu. Ulisema unaitwa nani? Tipex. Oh, Tipex. Karibu sana. Asante sana. Nisikie uko huru muda wote. Labda ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Kwa hiyo jisikie uko nyumbani. Nashukuru sana kaka. Mimi nafikiri baada ya mazungumzo haya mafupi nitakuonyesha chumba chako cha kulala na eneo la nyumba kwa ujumla ili kwa ajili kuanza kazi. Angela! 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 Babe. Kuanzia leo tutakuwa na mgeni hapa, lakini pia naweza nikasema sio mgeni kwa sababu ndo tayari ameshafika. Anaitwa Tipex. Karibu. Asante. Huyu tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama unatawala katika nyumba yetu. Hivyo basi naomba uwe naye siku zote. Unaweza kuendelea na shughuli zako. Kuanzia leo hiki ndio kitakuwa chumba chako. Hivyo basi kuwa huru na amani muda wote. Lakini katika nyumba yangu nina utaratibu na sheria ambazo nimeziweka. Nyumba nzima na kuruhusu uwe huru, lakini kasoro kwenye chumba hichi kimoja ambacho ni hiki hapo. Haruhusiwi mtu yeyote kukikaribia wala kuingia katika iko chumba isipokuwa ni mimi mwenyewe. Au kwa idhini yangu kama nitataka uingie. Vinginevyo haupati ruhusa hiyo. Hivyo basi naomba ufuate sheria na taratibu ambazo nimeziweka au umezikuta. Tutakwenda pamoja. Sawa, mimi nimekuelewa.
Mimi nadhani nimemaliza. Kwa hiyo unaweza ukaendelea tu na shughuli zako. Baki salama. Tipex, tafadhali naomba nisaidie. Nisaidie. Tafadhali nisaidie. Tafadhali naomba nisaidie. Tafadhali nisaidie. Tafadhali naomba nisaidie. Nisaidie. Tafadhali naomba nisaidie. Tipex, kwa nini uko hapa muda huu? Na huko unafuata nini? Nilishakupa taratibu na sheria za nyumba hii. Hauruhusiwi kukaribia huo mlango, wala hauruhusiwi kuwa eneo hilo kwa muda wowote ule. Hilo sio eneo lako la kazi ambalo nimekupangia. Isitoshe, nimekupa uhuru nyumba nzima, ila eneo hilo tayari nilishakuonya usikanyage, na wala huo mlango usiukaribie. Nikitazama saa hizi ni saa 8 usiku, na huu ni muda wa kupumzika, na sitajabishwa sana kukuona huko hapo.
Sikiliza Tipex, kama utafuata sheria zangu na taratibu ambazo nimeziweka katika hii nyumba, basi mimi na wewe tutakuwa marafiki na tutakwenda katika mstari mmoja. Lakini kama utajaribu kukiuka, mimi na wewe hatutoelewana. Tambua nimekuheshimu sana. Nimekupa chumba cha kulala, nikakupa na kazi, na nikakupa uhuru wa kila kitu, lakini sio kupingana na sheria zangu. Hii iwe mara ya kwanza na mara ya mwisho kuona katika hilo eneo na kuukaribia huo mlango. Usikie chochote kile, uone chochote kile, lakini marufuku kufika katika huo mlango. Naomba urudi chumbani kwako kalale. Angela. Be. Kuna jambo nataka nikuulize. Uliza na kusikiliza. Hivi, jana usiku au kusikia makelele yoyote mtu kuomba msaada? Hapana, sikuzisikia. Na hata kama ningezisikia, mimi ndio ningekuwa wa kwanza kukupa hizi taarifa. Naona muda gani hapa? Ni miaka 2 sasa niko hapa. Sijawahi kusikia sauti yoyote. Sasa tuachane nayo. Alafu mbona hujatia tailiki huko? Viungo tu vimeisha. Tusirudie tena wana. Hata inuge. Kwa leo kunywa hivyo hivyo. Ila kwa kesho utaifurahia.
Nakuja bosi. Naona endelea na shughuli zako. Ndio bosi. Mimi natoka, ila kuna jambo naomba nikukumbushe. Nadhani tumezungumza mengi sana na nina imani umenielewa. Hivyo basi sintohitaji kuona kuna sintofahamu yote inatokea hapa ndani. Fuata utaratibu na sheria nilizokuwekea. Sawa bosi, mimi nimekuelewa. Nikutakia siku njema. Tipex. Tipex. Angela! Angela! Unaniita? Tipex. Vipi huko mdogo wangu? Maisha yakoje? Kazi zinaendaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri, lakini kuna tatizo ambalo linaniweka katika sintofahamu. Ndio maana nimekuja hapa. Kuna tatizo gani tena wakati umesema kila kitu kiko vizuri? Ni kweli kaka, kila kitu kipo sawa, lakini ile nyumba ndio ipo sawa. Kwa maana tangu nimefika pale kuna mauzauza mengi yananitokea, sana sana wakati wa usiku. Nikiwa nimelala huwa nasikia sauti za ajabu ajabu zikiwa zinaniita, sijui hata zinatokea wapi. Hata hivyo mchana pia huwa nazisikia, ila sio kwa sana sana. Kwa hayo mauzauza yanayotokea yananifanya nisio sawa kabisa. Unatakiwa kujua kitu kimoja, kwamba haya ni maisha tunaishi, na katika kuishi haya maisha kuna maisha ya aina mbili. Kuna maisha ya kimwili na kuna maisha ya kiroho pia. Kwa hiyo mimi nafikiri huna haja wala sababu ambayo inakulazimu wewe kufuatilia mambo ya watu. Unachotakiwa kuzingatia pale ni kwamba kila mwisho wa mwezi unapokea kitu chako ambacho unakihitaji, unaweka mfukoni, unaweza kujikimu, maisha yako yanaendelea. Nakuelewa vizuri sana kaka unachokisema, lakini kuna jambo lingine nataka nikushirikishe. Ni kuhusu bosi Masara. Dei ambayo nilifika pale alinipatia sheria ambazo zinaniogopesha kwa kweli. Kuna chumba ambacho hakuna mtu yoyote anayetakiwa kuingia mule zaidi yake. Hata hivyo, ikifika nyakati ya usiku, mtu yoyote hataki kutoka nje.
hata ukisikia sauti yoyote na kuita, usichukue tahadhari yoyote. Kwa hiyo kaka, kwa yote niliyokuelezea na mauzaoza anayoyapitia pale, unahisi naweza kuishi kwa amani na nikayavumilia? Unajua, kila nyumba ambayo unaona imejengwa imekamilika, sio kwamba ilikutwa tu ikiwa imekamilika. Ilianzia kwenye msingi, taratibu taratibu, kwenye madirisha, kwenye linta, moja kwa moja ikaezekwa, ikakamilika kuwa nyumba. Baada ya kukamilika, mmiliki wa nyumba ana haki ya kuweka misingi yake katika hiyo nyumba, kwamba bana, mimi hii nyumba ni ya kwangu, nimeanzisha mwenyewe, imefikia hapa. Kutakuwepo na protocol 1, 2, 3. Mfano, anaweza kuweka utaratibu kwamba ikishafika saa 8 mchana ikavuka, mfano kwenda saa 9, saa 10, hakuna kupata tena chakula cha mchana. Leo unatakiwa ule kuanzia saa 8 kushuka chini, hapo ndo umekula chakula cha mchana. Ukipita huo muda, uruhusiwi kula tena chakula cha mchana hata kama kipo. Yaani ni msingi ambao mtu amejiwekea katika hiyo nyumba. Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo unajaribu kunielezea hapa ni misingi ambayo ipo katika ile nyumba. Lakini pia sio katika hiyo nyumba tu. Unaweza ukaenda kwa Juma ukakuta na misingi yake tofauti kabisa na pale ulipo wewe. Mfano, ukija hapa nyumbani kuna misingi ambayo ilikuwepo na bado inazidi kuishi. Unajua kabisa ukija hapa nyumbani kuna 1, 2, 3 lazima kifuatwe. So sidhani kama kuna jambo geni kubwa sana, labda kama tuseme ni uzito tu wa misingi ambayo kila mtu amejiwekea. Nilitamani sana unielewe kaka. Yanayotokea pale sio mambo ya kawaida, huwa yananipa hofu sana. Mimi naona cha muhimu zaidi hapo, hebu jaribu kuiga baadhi ya mifumo ambayo nimejiwekea katika maisha yangu, jinsi ninavyoishi na watu na mifumo mingine ambayo ipo kwenye maisha yangu. Mtangulize Mwenyezi Mungu katika kila jambo ambalo unalifanya, lakini pia unatakiwa kuwa na imani moja. Mwamini Mwenyezi Mungu aliye hai, ambaye aliumba mbingu na dunia na vitu vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Hakuna nguvu yoyote ambayo inaweza kumshinda Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakuja kugundua kwamba vitu ambavyo vinafanya uumiza akili ni vitu ambavyo ni vya imani. Ukimwamini Mwenyezi Mungu, hata hizo sauti za ajabu ajabu unazosema unazisikia, sijui kimeenda kimerudi, inakuwa ni rahisi sana kuweza kuzisahau, kuzipotezea, yani kuzimudu tu kiufupi. Sawa, ila ulisema Masala ni rafiki yako kwa muda mrefu. Naamini kuna baadhi ya vitu unanificha. Uko sasa unapojaribu kuchokonoa huko, hata kama ninajua mimi sio mbea na sipo kwa ajili ya kufuatilia mambo ya mtu. Ishi maisha yako. Nimekwambia wewe, si unapokea kitu chako kila mwisho wa mwezi. Unajua kabisa mimi shingapi napokea, naweka mfukoni na kile kitu changu kinaenda sawa. Kwa hiyo una haja ya kuendelea kufuatilia maisha ya mtu. Fanya mambo yako, mtangulize Mwenyezi Mungu akuepushe na kila lolote baya. Hivyo ukitaka kufuatilia maisha ya kila mtu hapa utakufa maskini. Sawa, mimi nimekuelewa vizuri sana. Kama umenielewa, na mimi ndo kitu ambacho nilikuwa nakihitaji. Na ni vyema umekuja leo nyumbani kwa sababu shimo la takataka pale limejaa. Kwa hiyo ni vyema ukalifukia lile, alafu utachimba hata lingine hata maeneo yale pale, itakuwa sio mbaya. Sawa, sina budi. Kwa vile nimefika hapa, nitaifanya. Ila kuna baadhi ya vipengele nilikuwa nataka nimalizie kule. Nitaanza na hii, afu nikapatie kule. Okay.
T-Pex, mbona unanyata? Unajua nini? Katika hii nyumba, ukifuata utaratibu na sheria zilizowekwa, basi utabaki salama. Lakini ukijifanya mdadisi na mchunguzi, utaishi kwa wasiwasi na mashaka kila siku. Kikubwa fuata kilichopoleta. Hata hivyo, chakula kilikuwa tayari. Ndio maana nimekuja kukuita ukale. Nakuja. Oh. Karibuni. Mr. T-Pex. Naam. Zapa. Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Pole na safari. Mimi nishapoa, lakini nashukuru nimeenda salama na nimerudi salama. T-Pex, nimekuja na mgeni hapa. She is my sister. Karibu sana. Asante. Huyu alikopo hostel chuo, ila kwa sasa hivi wamepata likizo fupi, hivyo nikaona sio mbaya nikaenda kumfuata na akaja tukawa naye hapa siku 2-3. Anaitwa Justina. Yeah. Anaitwa T-Pex. Nimefurahi kumfahamu. Huyu ni kijana ambaye niko naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama unakuwa imara katika nyumba yetu. T-Pex. Naam. Nahitaji umpe ushirikiano wote kwa kipindi chote tutakachokuwa hapa. Ondoa shaka boss. Sawa. Sisi tuko ndani, lakini kama kuna lolote utahitaji usisite kuniambia. Sawa.
Justina, sikutegemea kama unajua kupika kuliko Angela. Mimi nilivyojua kama wewe mwanachuo, nilizani ni mtu wa pizza, baga, mambo ya jikoni, sikutegemea kabisa. Ni kweli wanachuo wengi hawajui kupika, lakini mimi binafsi mambo ya kupika yanajua na majukumu ya nyumbani siwezi kusahau. Michu, nienda kusoma tu. Alafu samahani, kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani? Kuhusu kaka yako. Hivi ni mtu wa aina gani? Kakangu ni mkorofi endapo usipofuata sheria zake, lakini ukifuata sheria zake mbona ni mtu tu wa kawaida. Au kuna kitu kibaya ambacho ameshakufanyia? Hapana, nilitaka tu kufahamu. Basi kama nilivyokuambia, kakangu ni mtu safi tu. Alafu Maji, mbona muda wote hapo hapo? Haya Madi, muda si mrefu nenda kuoga, msijali. Tipex, unajua tokea ufike hapa ndani sijawahi kupata muda mzuri wa kukaa na wewe kuzungumza na kudiskasi baadhi ya mambo, ila nafikiri leo ni siku yetu. Ndio bosi, nakusikiliza. Sawa, tokea uanze kazi hapo umekuwa ni mtu ambaye kunifurahisha sana na utendaji wako wa kazi. Yaani kiufupi najivunia sana kupitia wewe. Sijawahi kuona dosari yoyote katika ufanyaji wako wa kazi. Hivyo niseme hongera sana na nimefurahishwa juu ya hili. Na kwa mantiki hiyo basi mimi niseme utakuwa hapa milele. Nashukuru kwa hilo bosi. Alafu chengine, Angela anarudi lini? Kuhusu Angela alisema atakaa wiki moja, atakuwa tayari kasharudi, kwa sababu amekwenda huko kwa ajili ya kutatua changamoto za kifamilia.
T-Pex! Kelele za nini sasa? Na ndani mlikwenda kufanya nini? Mbona umenyanyuka hapa mkimia ndani mbio mbio? Ikiwa tuko tunazungumza. Samahani kaka, nidonsha kikombe. Nisaki kimepasuka lakini kiko sawa. Hivi haya mauzazo yanayoendelea kutokea humu ndani ninayaona peke yangu ama na wenzangu wanayaona, lakini wanajaribu kutulia? Mbona napitia wakati mgumu sana kiasi kwamba hata iki kibarua nakiona cha uchungu. Sawa, ukweli utajulikana tu, ipo siku. Tunakupa siku 14 uwe tayari ushatoa kafara ya damu, na kafara inayohitajika ni damu ya mwanaume. Tambua, kama zitapita hizo siku tulizokupa hujatekeleza agizo hilo, utajiri wako utasambaratika. Ni siku 7 sasa zimepita tokea nimemleta huyo kijana hapa ndani. Sioni matokeo yoyote yale, ikiwa walisema nataka damu ya mwanaume. Acha nisubiri. Bosi. Mbona kama una mawazo? Nini shida? Unaweza kuendelea tu na shughuli zako.
Halo. Halo kaka. Huku na jambo liko sawa. Jambo gani hilo? Unajua siku zote huwa uniamini, ila kwa leo utaniamini kaka. Unajua matukio yanayoendelea huko, nazidi kuchanganyikiwa. Kwa leo naomba unielewe kaka, kuna kuelekea nitachizika. Fanya kitu kaka. Sawa, nisikilize sasa kwa makini. Hakikisha usichukue hatua yoyote, sawa? Sawa sawa. Inaonekana Masala kuna kitu ananificha. Mbona mdogo wangu anazidi kuniambia hivi kila siku? Inanibidi kuchukua hatua mapema sana, maana nikiendelea kulipotezea hili jambo, mdogo wangu anaweza akaangamia kimasihara hivi. Kama jinsi ambavyo nilikuambia toka awali, mchungaji, baada ya kumtafutia mdogo wangu kazi huko alikoenda kufanya kazi, amejikuta anashindwa kabisa kuwa na ile mudi ya kuendelea kufanya kazi kwa amani. Kwa sababu kama alivyoniambia, alisema kwamba kuna baadhi ya vitu anavisikia, yani kuna sauti za ajabu anazisikia, mara aone mapicha yanapita ambayo hayaeleweki. Katika ulimwengu wa mwili inakuwa ni ngumu kwa upande wake kuvimudu. Yaani naweza nikanyoka moja kwa moja kwa kusema labda ni ushirikina. Kwa sababu nikinukuu baadhi ya maneno alivyokuwa ananiambia, alikuwa anadai nywele zinamsisimka pale anaposikia zile sauti au kuona hivyo vitu. Kwa moja kwa moja mimi nikagundua ni kitu ambacho sio cha kawaida, ndio maana nikakuita tuweze kuzungumza, nijue unanisaidia vipi katika hili. Aise, hiyo kweli ni changamoto, na wengi sana huwa wanapitia changamoto kama hizo, hususan ukishakutana katika muunganiko wa watu wengi kama hivyo kwenye kazi. Hakuna mtu ambao anafurahia mafanikio yako, hakuna mtu ambao anapenda wewe ufanikiwe uwe na kazi. Kwao ni changamoto ambazo ni nyingi zinatokea wengi. Kwao na ni imani tu hizi za kishirikina zitakuwa. Kwao wala usiwaze, ni kumwamini tu Mungu kuwa anaweza na anatenda. Kwa maana hata Israeli walifika wakati katika bahari ya Shamu wakakata tamaa kabisa, wakaamini kuwa hii safari tumekuja kufia hapa. Lakini Mungu alivyowaajabu, alimuonesha Musa njia, akamfunulia afanyaje ili wapite wana Israeli. Wana Israeli walikata tamaa na wakatia mpaka lawama, lakini walivuka. Musa alinyoosha fimbo katika bahari ya Shamu na bahari ikagawanyika, wakapita na jeshi la Farao lote lilikufa pale pale. Hata ukiachana na hivyo, kuna mtumishi wa Mungu anamuita Bartimayo, aliugua upofu toka udogo, lakini alivyomkaribia tu Mungu na kumwamini alipona upofu. Wengi mtumishi wa Mungu wengi sana wapo. Kwa ni jambo ambalo ni dogo sana ambao Mwenyezi Mungu ana uwezo kulitatua. Ile mradi tu ni kujenga imani yako na imani ya mdogo wako, na aijenge kwa Mungu kuwa anaweza akamponya. Ni jambo dogo ambalo Mungu anaweza akamponya. Nitakesha usiku mzima na mimi nikifanya maombi, kwa maana mdogo wako wewe ni kama mdogo wangu mimi hapa. Amina. Kwa naamini tu Roho Mtakatifu atanionyesha jambo linalomsumbua. Kwa wewe kesho mlete. Basi sawa, nashukuru mchungaji. Na nikuhakikishie kwamba kesho asubuhi kama jinsi ambavyo umesema, asubuhi na mapema sana nitakuwa nimefika nyumbani kwako. Nitaambatana na mdogo wangu kwa ajili ya kumfanyia maombi. Aisee, karibu sana. Mungu atakutangulia. Amina. Tunaweza tukaomba kidogo. Baba Mungu, Mwenyezi Mungu, tunakuamini wewe ni mfalme wa wafalme. Hakuna jambo ambalo linaweza kukushinda Bwana, yote ni unaweza, mfalme wa amani. Tazama wakati huu ninakabidhi nyumba hii na mkabidhi kijana wako, mtoto wangu na ni mtoto wako katika mikononi mwako Bwana, salama. Hata safari ya kesho anavyoambatana na mdogo wake kuja kwangu, ukawafikishe salama. Ninaamini wewe unaweza. Amen. Amen.
Karibu sana mkuu. Mambo magumu. Na Mr. Laban, nilipopata simu yako nikaona nifike haraka sana kukusikiliza, japokuwa imenishtua kwa sababu unafahamu fika mimi naishi na mdogo wako pale nyumbani. Kwa hiyo huenda ikawa kuna changamoto yote imetokea. Okay, umefanya vizuri kuja kunisikiliza, lakini kama umeshtuka nisamee. Mimi ni jambo la kawaida tu, nahitaji tulizungumzie tujue ni namna gani tunalisolve. Okay, sawa. Lakini pia haina haja wewe kuniomba msamaha. Yeye nilishtuka kutokana, si unajua niko na mdogo wako pale nyumbani. Kwa kuna changamoto yote inaweza katokea, alafu nikawa kwenye sintofahamu. Kilichofanya ni kuita hapa nyumbani kwangu, mdogo wangu kuna vitu ambavyo amejaribu kunielezea siku za nyuma hapa, na nilivyojaribu kuongea naye akaniambia bado ni vitu ambavyo vimekuwa ni mwendelezo, sio mara moja alafu vikazimika. Kwa hiyo nikaona kwa nini nisikuite tukalijadili hili swala ili tujue ni namna gani tunalisolve. Ni zaidi ya mara moja ananiambia kwamba pale nyumbani anapoishi kuna sauti za ajabu anakuwa anazisikia mara kwa mara, na kuna picha fulani hivi, yani watu anawaona ambao hawaelewi, yani kiufupi mpaka mwanadamu wa kawaida anahisi nywele zimemsisimka. Sasa nikasema aliniambia mara ya kwanza nikasema atakuwa anazingua tu dogo huyu, labda mapepe mengi. Lakini alivyoniambia mara ya pili, leo nikamuuliza tena akaniambia ni jambo ambalo lipo serious na linaendelea. Nikaona acha nikuite tuzungumze. Sasa nahitaji nipate uhakika kutoka kwako, ni kitu gani ambacho kinaendelea pale nyumbani kwako, au ni vitu ambavyo wewe mwenyewe unavijua vipo, labda ushawahi kusikia hizo sauti au kuona pia. Sasa nataka unithibitishie wewe hapo. Mr. Laban, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu na nadhani unanifahamu vizuri tu. Sidhani kama kuna kitu naweza kukuficha, lakini juu ya hizo habari unazonipa kuhusu kwamba kuna kelele ambazo anazisikia, kuna mauzauza ambayo yeye anayaona, kuna viumbe ambavyo anaviona vinakatiza, mimi sidhani kama zina ukweli. Na ukizingatia pale mimi naishi na binti wa kazi, na yeye ndio wa kwanza kufika pale. Kama kweli kungekuwa na hizo sauti au kungekuwa na hayo mauzauza ambayo mdogo wako anayaona, mimi nadhani yule binti tayari ingo kashaondoka muda mrefu tu, kwa sababu mimi naamini mtoto wa kike na mtoto wa kiume, mwanamke ni kiumbe mwepesi sana katika kufanya maamuzi kuliko mwanaume. Mwanaume ni mvumilivu. Hivyo basi labda umuulize vizuri mdogo wako hivyo vitu anavyoviona. Lakini huyo binti wa kazi hajawahi kukwambia vitu kama hivi ambavyo nimekuambia mimi? Kiukweli kama nilivyosema hapo awali, yule binti ndio wa kwanza kufika pale na ndio mtu wa kwanza kuanza kuishi naye pale. Kama kungekuwa na hayo mauzauza tayari alishaondoka muda mrefu. Alafu kitu kingine, Tipex hujua anapenda sana kulala mchana. Simkatazi kulala, lakini asizidishe kwenye kulala kwake. Hivyo kunapelekea kuota ndoto za ajabu ajabu ambazo zinamtisha yeye mwenyewe, na baadaye zinapelekea kuona kama vitu ambavyo unavyoviona. Ni kweli kuhusu Tipex kulala mchana, hiyo ni uhakika kabisa 100%. Namfahamu very very. Ni mtu ambaye anapenda kulala kuliko kula. Unaweza ukamwamsha kwa ajili ya kupata chakula cha mchana, yeye akakwambia ameshiba, kumbe wakati huo ana njaa. Anapenda usingizi sana. Kwa hiyo siwezi nikapinga sana
Okay. Itabidi nielewe tu kwa sababu wewe ndo mwenye nyumba, umenihakikishia kwamba usalama upo, na yawezekana tu ni changamoto zake za kulala mchana. Kuwa mkali tu, hakikisha unamnyoosha. Si unajua tena haya ni maisha ya mjini. Unapoona ameleta uzembe pale ni kazini. Kwa nini alale mchana? Japokuwa usiku ndo anakuwa macho sawa, asilale kwa muda mrefu. Yule ni mtoto wa kiume. Kwa hakikisha unamsimamia. Nimemleta kwako, naamini wewe unaweza kumnyoosha vizuri kwa ajili ya kesho yake. Sawa, hilo halina tabu kwa sababu Tipex ni kama mdogo wangu tu, kwa sababu mimi na wewe ni marafiki. Naweza nikasema ni zaidi ya ndugu pia. Kwa hiyo mimi nitahakikisha Tipex anakuwa sawa, na hayo mauzauza ambayo unayaona hawezi kuyaona tena. Labda kitu kingine tu, mimi nikuache uendelee na shughuli zako na mimi niwahi kidogo. Hamna shida. Nakuja. Oh, kaka. Karibu sana. Sikutegemea kama utafika mida hii kaka.
Wewe vipi tena, mbona sikuelewi? Una shida gani kwani? Hii imekaje? Mbona nashindwa kuelewa? Una shida gani? Mbona sikuelewi mimi? Unaogopa nini sasa? Ninatisha? Wewe tena. Umekuja mara ya kwanza ukabadilika kuwa mzimu. Yaani mimi unanifananisha na mzimu? Au sura yangu imebadilika? Umjui kaka yako ni mtu wa aina gani, si ndio? Unasema nimekuja mara ya kwanza hapa, mimi nimefika saa ngapi? Hii hapa unaponiona ndo mara ya kwanza nimefika. Unajua, mimi nilikuwa zangu ndani. Umeona? Nikasikia mlango unagongwa. Nikaja kufungulia kama kawaida yangu. Nikaukaribisha vizuri tu ndani. Ile nageuka kuangalia tena. Nashangaa ukabadilika kwa mzimu. Kwa hapa ni unazidi mchanganya. Au sio wewe? Hivi unapataga muda wa kupumzika kweli? Au mchana ndo unashinda ukiwa macho, hata usiku unakesha hivyo hivyo? Maana sikuelewi yani. Kwa mpaka dakika hii bado uamini kwamba mimi ni Laba, ni kaka yako? Niguse basi. Sasa mbona mimi nashindwa kukuelewa wewe mtoto? Una shida gani? Kwa umenitia nini huko? Kama ninafika bado unaendelea kuniogopa tu. Umeamini sasa kwamba mimi ndo kaka yako? Yaani hapa nazidi kuchanganyikiwa watu. Karibu ndani tuzungumze vizuri. Wewe. Karibu sana kijana. Tipex. Na huyo hapa ndiye mchungaji wangu na ni babangu wa kiroho. Nafurahi kufahamu. Karibu sana kijana. Pole kwa changamoto unazopitia. Kakako amenieleza zote changamoto unazozipitia. Wako watu wanapitia changamoto kama ulizonazo. Hizo zote ni mambo ya shetani. Ni Ibilisi anataka aende akaangushe kile ulicho nacho. Maana hakuna mtu anaopenda wewe ufanikiwe. Hakuna mtu anaopenda wewe uwe na kazi nzuri. Kwa hata shetani anajua ukipitia changamoto, ukapitia shida, utamsahau Mungu. Kwa hiyo siku ya leo yote unayopitia yataisha. Kwa maana Mungu tulio naye hajawahi kushindwa kamwe. Ni Mungu wa Isaka, ni Mungu wa Ibrahimu, hajawahi kushindwa. Ameniambia kaka yako unayopitia. Kuanzia leo yote utayaacha hapa, yatatuliwa na Yesu.
yeye hajawahi kushindwa kutenda miujiza. Kama ikiwezekanika unaweza kupiga magoti mtumishi ili tuende kwenye maombi. Yes. Bwana, tazama kijana wewe, mfalme wa amani, tunamleta mikononi mwako Bwana. Tazama Bwana, tunamkabidhi mfalme wa amani, maana wewe hujawahi kushindwa Bwana. Changamoto anazozipitia Bwana, tunaziweka mikononi mwako mfalme wa amani. Tunakata na kuangamiza roho zote chafu, tunakata vipingamizi vyote vya shetani, tunaharibu kwa kutumia jina lako Bwana. Tunajua wewe unaweza, wewe uliomshindia Elia Bwana, wewe uliomshindia Lazaro mfalme wa amani. Tazama Bwana, tunamleta mikononi mwako na kijana wako huyu Bwana. Tazama mtumishi wake mfalme wako kwake mfalme wa amani, amekuamini wewe, amekuja mbele zako Bwana, anahitaji rehema zako Jehova. Bwana, uende kumfungue, uende kumfungue. Tunavunja roho zote chafu, tunazibomoa na kuzikata kwa kutumia jina lako. Tunaziangamiza kwa kutumia jina lako. Tunaziangamiza kwa kutumia jina lako. Tunaziangamiza kwa kutumia jina lako. Tunaangamiza roho zote chafu katika jina la Yesu Kristo. Tukiomba tukiamini wewe Bwana unaweza na wewe unatenda, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kijana, Mungu amekushindia. Mungu amekushindia. Yote anashinda. Mtumishi, huyu kijana wako, huyu mdogo wako, hakikisha anakuja kanisani. Usimwache. Naona katika nuru, naona katika Roho Mtakatifu anapitia changamoto nyingi sana. Yako mambo mengi sana anamkabili ambayo watu wanamuamini. Kwa asiache kuja kanisani. Naamini anaelewa. Umesikia kijana? Mungu atatatua kuanzia leo. Nashukuru sana. Amina. Nashukuru sana. Nashukuru kwa imani yako. Nashukuru kwa kumwamini Mungu kwa kumleta kijana wako. Amina. Nashukuru sana mchungaji. Naamini Mwenyezi Mungu anakwenda kutenda sasa. Lazima atende Mungu. Yaani ukimwamini Mungu, yote kuanzia leo hautokumbana nao hata mmoja. Yeye Mungu anaweza yote. Yaani namwamini sana Mungu. Mwangalie kaka yako jinsi alivyo. Ana shida. Kwa ajili gani? Amemwamini Mungu. Kwa na wewe kuanzia leo muamini Mungu. Atenda. Imagine watu walifika katika bahari wakawa hawaoni mbele, nyuma jeshi linakuja, lakini Mungu alionyesha njia, akaonyesha ukuu wake katikati ya bahari, maji yaliacha njia wakapita. Jambo lilonalo kwake Mungu ni dogo sana. Jenga imani yako mtumishi, Mungu atatatua. Naamini Mungu atatatua. Sawa mtumishi, kikubwa endelea kumjenga kiimani mdogo wako na kuamini sana. Wewe ni una imani kubwa sana, mjaze imani na mdogo wako. Mambo mengine sio mpaka uende kumtumishi. Mambo mengine ukipitia changamoto kama hizo, unamwambia Mungu wewe mwenyewe. Ukiwa na imani, yote utayashinda. Amen. Sema mtumishi, wewe unanifurahisha sana. Yaani katika vijana wangu wote nilionao kanisani, wewe Mungu ataendelea kukuinua. Ni mtu ambao unawahi sana ibada. Yaani maombi ya kwanza umefika. Wewe unanifariji sana. Yaani wewe unanifariji sana. Nikipata vijana kama wewe, nitafurahi sana. Ni lazima nifanye hivyo kwa sababu mimi kila kitu namtegemea Mwenyezi Mungu. Bila yeye naamini nisingeweza kuwa duniani mpaka sasa. Kijana wote walikuwa wanitambua kama wewe. Unanifariji sana. Karibu sana. Kijana, iga tabia za kaka yako. Au tunaona mauzauza kama wewe unayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na kile ulimwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. O Mungu, zumu dunia Mungu wetu Mungu wa Isamu. O Mungu, nakushukuru kwa nafasi uliyotupa. O Mungu, tazama waja wako tunakuja mbele zako. Angalia haja za moyo wetu. Naomba usaidie kwa usalama katika hii nyumba. Tazama tunakutana na masukosuko mingi, changamoto nyingi. Naomba utupe ulinzi wako Mungu, tunakuhitaji. Naomba utusamee kama tumefanya chochote ambacho hakijapendeza. Naomba usiache Mungu, naomba usaidie, utupe usalama, utupe ulinzi. Roho yote mbaya, wachawi, majini, mapepo, shetani, ibilisi na watu ambao ni hila mbaya juu yetu. O Mungu, tunasambalisha kwa damu ya Yesu. Tunaomba na kuamini. In Jesus name, amen. Amen.
Yesu, tazama Bwana, naamini wewe unaweza. Bwana, kwa maombi haya naamini utajibu Jehova. Tazama Bwana, ninamkabidhi yule kijana mikononi mwako Yesu. Ni wewe Bwana ulisema ombeni nanyi mtapewa. Bwana, leo hii mimi ninaomba kwa mamlaka yako Bwana, ninaenda kuharibu nguvu zote za giza, ninaenda kubomoa nguvu zote za giza, ninaenda kukata minyororo yote ya shetani, vipingamizi vya shetani vyote naenda kuvibomoa kwa kutumia jina lako Bwana. Naenda kuvunja nguvu zote za giza, naenda kuvunja nguvu zote za mapepo mahali alipotegwa yule kijana, ninaenda kumwachia kuanzia sasa hivi, ninaenda kumwachia kwa jina la Yesu, ninaenda kubomoa kwa jina la Yesu. Bwana, nuru yako kamwangazie yule kijana Yesu, nuru yako kamwangazie yule kijana, maana wewe umesema Bwana, neno lako ndio taa yetu Bwana, neno lako ndio taa ya miguu yetu Bwana. Wewe ukafikishe nuru katika kijana yule Bwana, mahali anapokanyaga na anapovuka Bwana, akawe sehemu sahihi Bwana. Naamini wewe Yesu unaweza, naamini wewe Yesu una nguvu, naamini Bwana wewe hakuna jambo linalokushinda, mfalme wa amani. Yote umeweza, mfalme wa amani. Tazama unavusha Israeli katika bahari ya Shamu, tazama unavusha, mfalme wa amani, alishakata tamaa, lakini wewe Jehova unaonyesha njia yako. Tazama Bwana, uende ukamwangazie yule kijana maisha yake, uende ukaharibu kila nguvu zinazomzingira yule kijana. Kama kuna watu wana roho mbaya na yeye hawataki kumuona, wametega vitego juu yake, Bwana uende kuikata na kuiangamiza kwa kutumia jina lako. Ninaamini ukuu wako na nguvu zako, ninaamini mamlaka yako Jehova, ninaamini ushindi kutoka juu, ninaamini nguvu kutoka juu Bwana, ukashushe moto katika maisha ya yule kijana katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini katika haya niliyoyanena. Ninazikata kwa kutumia jina lako, ninaangamiza kwa kutumia jina lako, ninabomoa kwa kutumia jina lako, ninaharibu kila vipingamizi vya shetani, ninavunja kila vipingamizi vya shetani, ninabomoa kila vipingamizi vya shetani. Hayo ninaharibu kila ngome zote za shetani, ninavunja kila ngome zote za shetani, ninakanyaga kwa mamlaka. Yesu, wewe ulitupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Bwana, wewe ulisema tutalinena duniani na mbinguni ndio hilo litatendeka. Tutalofunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa. Wewe mwenyewe Jehova umesema tutakata duniani yote na mbinguni Bwana hivyo hivyo itakuwa limetendeka. Yesu, tunaamini Bwana wewe umenena. Yesu, tunaamini Jehova wewe umetenda. Bwana, naamini kuanzia sasa hivi nguvu zote za giza Bwana umezivunja. Ninaamini kuanzia sasa hivi ngome zote zilizotegwa kwa kijana yule Bwana umezibomoa. Yesu, ninaamini wewe unajibu. Ninaamini Jehova wewe unajibu. Tazama Bwana, ninanyenyekea mikononi mwako mfalme wa amani. Ninanyoosha mkono mikononi mwako Bwana. Ninasema naenda kufunika nguvu inayomzingira yule kijana. Ninavunja. Oh Yesu, naamini umejibu. Oh Jehova, naamini umejibu. Bwana, naamini umetenda. Ukuu wako na uona Bwana, ukuu wako na uona Jehova, ukuu wako na uona Bwana. Naamini kuanzia sasa hivi yule kijana yuko salama Bwana. Wewe Yesu ni ukweli na ni wa rehema Bwana. Tazama Bwana, umemtakasa na kumtoa mizigo yule Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ametendeka yote niliyoyanena hadi hapa, katika jina la Yesu Kristo. Oh Jesus, oh unajibu maombi, unajibu maombi, unajibu maombi, twakuamini Bwana. Bwana unajibu maombi. Yesu unajibu maombi. Kaka, kuna shida gani? Kaka, kaniambie basi. Kaka please, na shida gani? Kasuniambie kaka. Justina, nisikize kwa makini dada yangu. Nakusikiza, kaniambie. Mimi sio kupona tena. Justina, mimi ni wakufa. Justina. Hapana, mimi usikuelewe kaka.
Sistahili kusamehewa kabisa katika ulimwengu. Kaka, usiniu. Kama shida gani kaka? Tamaa za mali zimeniponza. Nikafika hatua nikamtoa kafara Doto. Mweka mskule ili anizalishe pesa. Kaka, tumemtoa Doto kafara. Kaka, kwa nini? Kwa nini unachacha maziku tukuendeshe? Kaka. Yote kwa sababu nilikuwa nataka niishi maisha mazuri na wewe usome mdogo wangu. Kaka, mimi ningesoma tu. Ukatuma maziku zimekuendesha kangu hapana. Kama nilikuamini. Kristina, naomba unisamehe kwa kila kitu. Hakika kila mwanzo una mwisho wake. Hata hizi mali unazoziona si mali zangu za halali. Yote ni kwa sababu ya Doto. Kaka, hapana kaka. Naomba Doto huko alikuwa nisamehe. Mimi sitaki kuishi tena katika ulimwengu. Sina hiyo. Usiniache, sitaki kaka bana. Kaka usiniache, sitaki. Sina muda tena wa kuendelea kuishi. Hapana, sio kweli hapana, hapana. Inabidi ukubaliane na ukweli na wali halisi. Hapana, sio kweli. Sio kweli kaka. Kwa heri mdogo wangu. Kaka. Kaka. Usiniache bwana kaka, kaka. Kaka please. Usiniache bwana, kaka bwana. Kaka please usiniache kaka, amka. Kaka bwana. Kaka amka please. Kaka. Usinifanyie hivyo, naacha peke yangu. Kaka please. Amka, usinifanyie hivyo. Kaka. Kaka please, kaka please. Kaka. Mama niache peke yangu. Tipex mdogo wangu, nafikiri kwa siku chache hizi ambazo umekuwa umetoka hapa nyumbani ushasahau majukumu yako. Sasa angalia mazingira yanavyofanana. Mimi nilitegemea asubuhi na mapema tayari umefagia, ndani umefanya usafi pia. Nimejisahau tu, maana jana nilichelewa kulala. Kama kawaida yako, yani usingizi kama chakula unachukulia. Sawa.
Nimeona nikuite hapa tuweze kuzungumza kabla sijatoka, maana nikiendelea kukaa kimya naona kabisa huenda ndani yako bado utabaki unajiuliza maswali na mimi bado, yani wote wawili tutakuwa na maswali yasiyo na majibu. Lakini pia ninaomba samahani, nisamehe mdogo wangu, maana nilikupeleka kule japo sikujua kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, na ulivyojaribu kunielezea mara kadha wa kadha bado nikawa sikuelewi, japo nilikupa mbinu za kuweza kujiepusha nayo hayo mambo. Nisamehe sana mdogo wangu. Kaka, upasi kujilaumu wala kuniomba msamaha, kwa maana hata wewe mwenyewe ulikuwa ufahamu. Mimi ndiye ninayepaswa kushukuru kwa sababu umenipambania mpaka nimefika hapa, kwa kunishika mkono na kunionyesha njia sahihi na kusimama na Mwenyezi Mungu mpaka hapa nipo salama. Mimi nafikiri cha msingi hapo katika hili funzo ambalo tumekutana nalo, tunatakiwa kutokuwaamini kila watu tunaowaona. Yaani unaweza kumuona mtu labda ni rafiki yako, lakini sio kwamba anaweza akakushirikisha kila kitu. Unaweza kumuona mtu amependeza, ana gari, huwezi kujua amevipata vipi hivyo vitu. Wengine ndo kama hao kina Masala, pesa wanapata kwa nguvu za giza na wanatumia ushirikina. Lakini haimaanishi kwamba kila tajiri unayemuona anajiweza labda pesa zake ni za ushirikina, hapana. Mwenyezi Mungu hakumuumba maskini wala tajiri. Alituumba wote kadiri jinsi ambavyo unavyopambana wewe mwenyewe ndivyo jinsi ambavyo utaweza kufanikiwa. Kwa wapo ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu, wanafanya kazi zao vizuri na wanafanikiwa vizuri tu. Acha uvivu. Acha uvivu wa kuomba. Hakikisha kila siku unamtanguliza Mwenyezi Mungu kile unachokifanya. Unaona, mimi kabla sijatoka naomba kwanza ndo natoka. Haijalishi naenda wapi, hata kama naenda dukani. Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye anakusikiliza wewe. Ukimwambia nahitaji hiki, labda naomba ulinzi wako, natoka naelekea sehemu fulani, Mwenyezi Mungu anasikia, japo haonekani kwa macho. Lakini kwenye macho ya rohoni utamuona tu ukimfuatilia vizuri. Mimi natoka. Chumbani kule kuna chochote nimeacha, utaangalia kwenye drawer pale, ujizingatie wewe mwenyewe. Sitowahi kurudi, nitachelewa kidogo, kwa jipambanie wewe. Hakuna shida kaka.